Kutokana na kuibuka kwa matumizi ya teknolojia, wafanyabiashara mjini Nakuru wamelazimika kutumia teknolojia hizi ili kuinua na kuongeza kipato katika biashara zao. Bwana Joseph wa Madukis ambaye ni muuzaji wa manguo mjini Nakuru anafurahia matumizi ya teknolojia kwa muda wa miaka 5 katika uuzaji wake. Amesema kuwa matumizi ya mitandao ya kijamii kama vile TikTok, WhatsApp na Facebook imemsaidia kufikia wateja mbalimbali ambao hangewafikia kama hangetumia mitandao hiyo. Ameongeza kuwa kwa muda huu wa miaka 5 biashara yake imekuwa ikiongeza kipato kwani anafikia wateja wengi. Mimi naitwa Jose, ninafanya biashara ya manguo. Tunafanya na duka inaitwa Madukis Best Collection, iko Nakuru Town, hapa barabara ya soko. Technology tunatumia kwa biashara yetu sababu mostly hata tunauzaga ni online kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sahi hata tukiweza angalia sales yetu yenye tunauza over 60% tunauza online. Tunatumia mitandao kama ya Facebook, WhatsApp, Instagram, tuko na TikTok. So zote ndio tunafanyiaga huko marketing, tukionyesha customers wetu, products zetu, tukimarket brand yetu ya Madukis Best Collection. So huko ndio tunatoa customers wale. Ingekuwa mbali, ingekuwa chini zaidi, lakini tangu tuanze kutumia teknoloji ni kama miaka 5-6 hivi imepita na tumeona mabadiliko makubwa. So tungekuwa bado nyuma, lakini teknoloji imekuja kutusaidia, tumeinuka kidogo. Aidha, Bwana Joseph Madukis ameeleza changamoto ambazo wanakumbana nazo kwa matumizi ya teknolojia. Moja ya changamoto ikiwa ni watapeli ambao wanachukua maelezo muhimu kuhusiana na wateja wao na kuwatapeli kwa kutumia jina la kampuni. La pili, amesema kuwa wakati kunakuwa na mgomo wa magari au maandamano, inakuwa ni vigumu kufikishia wateja mzigo wao ambao walikuwa wameununua kupitia mitandao ya kijamii, ikiishia kuharibu uhusiano kati yao na wanunuzi. Tunatumia technology, kuna frauds wengi kwa hii mitandao, na huko ndio scammers wanapatikana wengi. Mwingine amechukua namba za customers wetu na kujifanya ni sisi yeye ni Madukis, ama yeye anajiita jina yetu na kutumia kutapeli wateja wetu. So hiyo ni challenge moja. Challenge ya pili ni mambo na delivery. Deliveries zinakuwa na stress. Sasa zingine umepromise customer utadeliver products within muda fulani, lakini unakuwa frustrated kama ni wakati kuna shida za matatu na nini. Hizo ndio zinakuwa challenge mingi. So challenge mingi kwa technology ni wizi katika mitandao. Number 2 ni means za transport, ndio inakuwa shida sana. Hizo shida mbili ndio main kwa biashara. Aidha, Bwana Joseph amewaomba serikali kuingilia kati na kukabiliana na watapeli ambao wanahangaisha wafanyabiashara. Pia amewaomba serikali kutoa mafunzo kwa wanabiashara ili waweze kutumia teknolojia, huku wakipunguza bei ya mafuta kwani inaathiri usafirishaji wa bidhaa. Mtu ataibiwa, saa zingine ameibiwa na jina yako, imekuwa kesi, mnafika saa zingine hadi kotini. So hiyo serikali wakijaribu kurekebisha inaweza kuwa sawa. Kitu kingine ni means za transport. Transport imekuwa ngumu kwa sababu ya vile fuel imeenda juu. Unakuta hata faida kidogo ambayo tunapata inarudi kuishia katika hali ya kujaribu kuhakikisha customer amepata mzigo yake on time, inaenda extra cost. So tukirekebishiwa hiyo mambo ya transport na wizi, hiyo biashara itakuwa sawa. Hiyo shida ya Wakenya wengi hawana elimu ya mambo mengi. Hata sisi ati tulielimishwa, lakini juu ya kuinteract na watu tumejua mambo mengi. So serikali ikichukua nafasi hiyo yao ya kuelimisha watu na wawafungulie hiyo mipaka, Wakenya wanachangamka tu. So wanataka tu mtu wa kwenda kumintroduce, hii inafanya hii inafanya hivi, alafu wanajipeleka tu. So serikali Bwana Michael, muuzaji wa viatu katika stage Nakuru, ameeleza kuwa ameona manufaa ya matumizi ya teknolojia kwa wanaotumia,
huku akisema kuwa yeye hana uzoefu wa kukaa kwenye mitandao ya kijamii na kwa hivyo ikawa ngumu kwake kutumia teknolojia. Kwa majina ninaitwa Michael, ninafanya kazi ya kuuza viatu na ninafanyia hapa town kwa stage. Okay, technology ninatumia lakini kwa biashara bado. Kwa sababu kama ni simu si ninatumia, lakini kwa kufanyisha biashara ndio siwezi sema nimeingilia sana. Mabadiliko yapo, hata in fact sisi wenye tunangojea customer wa come in, mwenye anaingia tu kwa duka wa walk in, si tunaumia sana kwa sababu na compete na watu wenye to some extent tunasema wako lazy. Mtu wako kwa nyumba anafanya biashara na anafanya wakati wa. Sasa mimi lazima nikuje nifungue duka ningoje customer. Sasa pia hiyo competition imetuumiza sana. Certain group ya customers yenye siwezi reach juu kuna customer mwenye haezi kuja kwa duka. Yeye anataka anunue utume kama pa. Sasa unakuta hapo ninapoteza. Ameongeza kuwa katika mitandao ya jamii kuna ushindani usio wa haki ambapo wauzaji ambao wamesajiliwa kuwa wauzaji wa jumla wanataka pia kuuza kama rejareja, huku wakiadhiri biashara ambazo zimesajiliwa zikiwa za rejareja na kupunguza mapato yao. Ni challenging kwa especially kwa mtu mwenye hajazoea kukaa kwa social media sana. Ni ngumu kujimake. Seme to some extent technology hakuna mtu hawezi tumia, lakini ile difficulty yenye iko na hii technology ni unfair competition. Tambo ilikuwa ninaendea mzigo Nairobi, ninakuja niletea mkazi wa Nakuru mwenye hajui hata hiyo mzigo kwenye inatoka, hajui bei na hajui latest kitokea. Lakini kwa saa hii customer ndiye anakuja anakuambia ninataka kiatu fulani yenye hata ni latest sana na anajua bei, kwa hivyo hauwezi mpata faida mzuri kutoka kwake. Sasa tena ikakuwa wholesalers bado wana market kwa retailers. Sasa unakuta bei yenye mimi ninakula profit margin imeshuka kabisa. Mtaalamu wa biashara Joseph Derito ameeleza manufaa ya kutumia teknolojia kwa kukuza biashara, kwani inavutia wateja mbalimbali na kuweza kusaidia kuweka rekodi ambazo hupatikana kwa haraka. Bwana Derito amesema kuwa teknolojia inaweza kufungua milango ya kazi, kwani yoyote atakayejifunza kutumia atapata kazi, akihimiza wafanyabiashara ambao hawajaweza kutumia teknolojia waweze kuitumia ili kuinua biashara zao. Kitu cha kwanza ni kwamba biashara ambazo zinatumia teknolojia zinaweza kuvutia wateja mbalimbali ambao wanataka kuona kwamba mifumo ambayo hizo biashara zinatumia ni kwamba inaweza kudukua wale ambao wanaweza kuingilia mitandao ama kuingilia mitambo ya biashara hizo kwa urahisi. Njia nyingine ni kwamba zinapunguza wizi ambao unatokana na wengine wizi wa wale wafanyikazi ama vile mali inavyoingiliwa. Pia inasaidia kupunguza ile hali ya kusema kwamba unaweza fanya vile vitu ambavyo mwanadamu anaweza fanya bila kuwa kwamba mashini inamwangalia yenye anavyofanya. Watafiti wengi wamesema kwamba miaka ijayo utakuta kwamba teknolojia itakuwa na nafasi ya juu sana katika maendeleo ya dunia mzima. Kwa hivyo tunaweza kusema wale ambao wataogopa ni wale ambao hawakukubali kupatia mabadiliko, lakini kila wakati lazima teknolojia ikija unaikubali na unaipokea na unaendelea nayo. Yote 9 ya 10 amewaomba serikali iweze kutoa mafunzo kwa wafanyabiashara kuhusiana na teknolojia, kwani miaka ijayo biashara zitakuwa zikifanyiwa kutumia teknolojia na kuhakikisha kuna usawa wa ushindani. Na hakuna wakati dunia itasimama useme kwamba leo hakuna kitu kipya katika soko ya teknolojia. Biashara ya mitandaoni imefanya biashara kuwa ya haraka na ya kuwa ya urahisi, na unakuta kwamba katika mitandao italeta kazi ya aina nyingi because kila mtu atafanya kazi yake. Hizo kazi ambazo zinakuja sasa pale katika mitandao zitakuwa ni nyingi kiasi kwamba uchumi utakuwa unaenda kwa haraka, na kwa hivyo serikali ina jukumu kubwa kabisa kuelimisha na kuhamasisha umma ambayo teknolojia ambayo itakuja na mabadiliko yake. Uzoefu huo wa kuanzisha teknolojia mapema wakati bado watoto ni wachanga kiasi kwamba wakati wanafika katika vyuo vikuu itakuwa hali ya kawaida na hawataona kama ni kitu kigeni sana. Serikali izuie mambo ambayo inaweza kugundua zuia mambo ambayo yanaweza kufanyika katika wizi na katika mambo ambayo tunaona kuna hiyo utapeli ambao unaendelea katika mitandao. Serikali inaweza kukomesha na kuweka kwamba wakati teknolojia inakuwa, pia ujuzi wa watu na elimu na pia uhamasisho uwe unaendelea kwamba Kwa niaba ya redio yetu, langu jina ni Lecho Johnson.